kuthreaten watu tu. Bado niko mkuje mnipige. Mimi najua maisha yangu venye nimeteseka. Sema yako. Mimi niseme yangu, wewe sema yako, support mtu yako kabisa. Ukiniona hapo, piga mimi ngumi. Lakini mimi siwezi support mwenye una support nikufurahishe. Hapana. Akili iko tofauti. Uko na akili yako, niko na akili yangu. Asanteni sana. Kweli tunaambia Wakamba tafadhali, kujeni hapa mtuunde hii serikali 2027. Tunaambia na nyinyi bado mnaleta kichwa. Mkiendelea na hivyo eti mnataka kufuata Munyoro, hakuna mahali mnaenda. Na ninaambia Murkomen tafadhali, sukuma hao watu mpaka waingie kwa serikali. Tunaambia Kalonzo tafadhali, waacha kukaa huko. Huko hakuna kitu utapata kwa Munyoro. Watakupeleka hivi ugonge ukuta. Na naambia Mr. President tafadhali, sukuma huyo Gachagua. Zile vitu zote alichukua katika serikali yako arudishe yote. Na naambia watu wa 2 term tafadhali. Gachagua ni part A, mimi ndio Gachagua part B. Ukitaka kujua ukweli wa mambo, bwana, mimi ninatoa uhondo kamili. Na habari ndio hii. Opiyo Wandayi, wewe ni mtu wetu. Na ninaona you are implementing what Rais William Samoei Ruto told you. Tigiwi. Kwani Ruto wakati ambao ulikuwa unataka unamwambia Opiyo Wandayi atigiwie, atumie akili, ulikuwa una expect nini? What were you expecting Opiyo Wandayi to do, Ruto? So, Ruto, I just want to talk shortly when it comes to issue of Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi is going nowhere. Kwa sababu he is not the first person mwenye amepatikana na corruption. Kwani juzi si wakina Meja Dong wamepatikana hapa na scandal ya basari. Nini imefanyika? Nini imefanyika? Ha? So kama ni issues to do with ufisadi, then we start from the State House. Kama ni issue ya ufisadi William Samoei Ruto, mimi ninaongea kama jamii. And I always try to defend my own people. Ni vile tu kuna wengine hawaelewi siasa yenye tunapiga na tunawaambia ukweli wa mambo. Huyu Ruto anataka kuamaliza hapo Nyanza. Hiyo nitawaletea. Lakini hii saa hii ya Opiyo Wandayi, whether ameiba hajaiba, Opiyo Wandayi ashatumia akili. Si Ruto ndio mwalimu wake? Ruto ndio mwalimu wake. Ndio alimpatia kazi. Na alikuwa anasahau jinsi anavyofaa afanye kazi. Opiyo Wandayi akaambiwa tumia akili. Ndio hii ametumia akili. Na tusipate ati mtu anaguza Opiyo Wandayi hapo chini. Huyo ni mtu wetu. Hata vile tulikuwa tunampigania Rafael Tuju. Hivyo ndivyo tutampigania Opiyo Wandayi. Lakini Opiyo Wandayi, mimi nataka kukwambia hii. Bwana, fanyia wananchi kazi. Ujue wewe ni product ya ODM. Na ODM inaharibika hapo Nyanza kwa sababu ya UDM. Mnataka hii ODM na nini issues za zoning. Opiyo Wandayi hapo naye tunaenda kukosana. Lakini mambo za pesa, scandal ya pesa, Wandayi, vile umechukua, kula na watu wako. Kula na watu wako. Usikule peke yako. Hata sisi tuko hapa. Na hii serikali tunaipinga. Na tuko na sababu. Lakini ikifika kwa mtu wetu, aguzwi. Hiyo ni kawaida. Mtu wetu aguzwi. So, ingawa tunapinga hii serikali, Wandayi, lakini wewe mwenyewe, na kuambia wewe usitishwe. Wewe kuwa comfortable. Hii ni Kenya yetu. Baba Raila Amolo Odinga mwenye alikaa chini kwa hii serikali akakupropose ukawekwa hapo. Huyo ndiye alipigania hii nchi. Unakaa hapo. Na mtu asifanye nyoko. Mtajua mjui. Wacha niingie kwa mambo ya zoning. Hii zoning, these are some of the pregnant issues why I normally say that Ruto should be a one-term president. Mimi kama Mjaluo original,
I don't always take more than 90 days kabla sijatembelea Ramogi Hills, where Jaramogi Oginga Odinga constructed his first homestead before he relocated to Nyamira. Hata ukienda hapo bado utapata nyumba ya Oginga Odinga ako huko Ramogi Hills. Bwana, pale ndio sasa the real ancestral Luos. Pale ndio iko. Na nataka kusema hii. Bwana Raila Amolo Odinga alichipuka akaja kama malaika kwa maisha yetu kama sisi kama Wajaluo. Bahati mbaya hii serikali atuelezwi vile baba alikufa. Atuelezwi. Na yende alikuwa kama umbrella, mwavuli yenye ilikuwa imefunika Luos as a family, as a community. Sahia yuko Oburu Odinga already ameshiba. Oburu Odinga, hebu niambieni, ikifika hata 2032 Oburu Odinga atakuwa mtu mwenye hata serikali ikifanya kitu kibaya anaweza ongelelea. In case akue high until 2032. Mudi Awori yako wapi? He's resting, he's tired. And that is how Oburu Odinga will be. Ndio maana sasa wanataka kukubali UDA ikue hapo chini. Bwana, hapana. Hiyo naye hapana. Ne Omera, na nimesema bwana, UDA kuingia Luo Nyanza, hiyo ni kumaliza Luos politically. Bwana, angalieni hii maneno. Atandi, nyinyi ndio umeshika hii ODM. Mbadi, kuna saa zingine sasa unaacha mambo za kazi, ukuje utetee jamii. ODM inaisha, kwani 2032 mnataka kusimama na nini? Ama hii ODM sasa kwa sababu baba Raila Amolo Odinga alikufa, sasa hiyo pia lazima ikufe. Hii hatutakubali. UDA bana ipande Sugoi ikisonga. UDA ikue Sugoi. Hatutaki mchezo. Baba Raila Amolo Odinga ndio alikuwa ameleta ODM. Na hiyo legacy ya ODM kukua kama party ya Nyanza lazima retain. La sivyo bwana, mtajua mjui. Na Ruto sahi anatumia hiyo party kuwagonganisha nyinyi Wajaluo, kwa sababu all along you have been voting as a basket from 202. Wakati ambao baba alishika mkono wa Kibaki akawaambia Kibaki tosha, Luo Nyanza ilileta votes zao kwa kikapu kimoja. In 2007 Luo Nyanza ilikuja kama kikapu kimoja. 2013, 2017 hadi hapa 2022. Sasa ndio sasa mnataka kutuambia ati ODM iishe Luo Nyanza. Bwana Oburu, hapo naye umeambulia patupu. Hatutakubali. Ruto hezi akatumaliza. Hii serikali si Ruto ametumaliza. Aholo General. Na sisi kama mtu kama Wasiaya, mimi ninaumia zaidi kwa sababu sasa tushazika wawili. Bondo constituency wamezika baba Raila Amolo Odinga. Alego Usonga constituency imezika General Ogola. Do you think we are happy? We are not happy in this government. Mr. Ojwang ameenda tu hivyo. Ongondo Were ameenda tu hivyo. Sisi Wajaluo tunakufa kwa serikali. Rafael Tuju anakandamizwa na wengine bado wanasema ni tutab. Ati tuliwachwa kwa blood of Piek. Bwana, hakuna kitu kama hii blood of Piek. Hakuna. Ruto anaenda nyumbani. Wajaluo hawezi uwawa, alafu tena analeta UDA iingie mpaka kwa bedroom ya baba Raila Amolo Odinga. He is betraying baba on the grave. Huyu sasa ameamua kusaliti baba Raila Amolo Odinga kwa sababu ashakufa. Hiyo bwana Ruto, hapana. Na nimesema hapana. Party ya ODM lazima ibaki party hapo Nyanza. Na hao watu wa UDA pia wanataka kutuambia ati watafix candidates. Tutajua bwana, nyinyi ndio mtajua mjui. Ni nyinyi ndio mtajua mjui. Luo Nyanza inabaki party ya ODM. Ruto kakando. Tafadhali. Nikimalizia na hii maneno ya kifo cha baba Raila Amolo Odinga. Mbona watu wanaongelelea? Bwana, hapa sasa hapa kwenye imefika.
bwana, ukweli utahitajika. Ukweli wa mambo utahitajika. Baba Raila Amolo Odinga hawezi kufa mtu mwenye amekuwa prime minister alafu anapewa state funeral. Si ati ilikuwa ni favor, he deserved it. He deserved. Baba was an international political figure. He deserved it. Ha? Lakini mtu mkubwa huyo hawezi akafa na serikali inakosa kunena jambo. Na wanaleta issue ya sijui 72 hours burial. Kitu gani? Na hiyo ndio public will peke yake baba alikuwa nayo. Ni hiyo tu. Bwana, mnatuchezea? Orengo, bwana, msikubali kuingia kwa hii serikali. Kaeni hapo nyuma nje, tuko na nyinyi. Babu Owino na bwana, kaeni hapo na mkae kidete. Sifuna, vile unawafinya kwa hiyo wafinye kabisa. Wajue what the public should be talking. You are representing us. So, Rigathi Gachagua, mimi nakutambua kama kingpin ya Mount Kenya. Na ukisoma Matthew chapter 12 verses 43 inasema vizuri jinsi shetani inarudi kwa maisha ya binadamu. Bwana Rigathi Gachagua, usikubali. Huyu mtu alikuwa kama malaika, alikuwa kama Yesu. Kumbe mlikuwa mmechukua a hyena on the coat of the sheep. Au hamkuwa mnajua huyu jamaa? Si mmeona? Sasa amezunguka, amepata ya kwamba hakuna sehemu yenye atapata kura. Ndio maana ameamua anataka kurudi Mount Kenya. Bwana, usikubali. Gachagua, this is the first thing. Usiwahi dhubutu kukubali Ruto kuingia na kuongea na watu wa Mount Kenya. Anasema na wao nini? Saa hii ndio anataka kunena na wao nini? Hakuna. Na Mount Kenya, in fact, Ruto hatafai kupewa nafasi ya kuzungumza. So, Gachagua, wewe na kuomba, toa uhondo kamili, leta habari ya kisasa juu ya kifo ya Raila Amolo Odinga. Tunataka kujua. Sisi alikuwa baba yetu, tunataka kujua. Gachagua, tupatie uhondo na upatie ukweli. La sivyo, asanteni. Our departed leader Olkalau MP mwenye alituacha anazikwa hivi karibuni. Hii wiki anazikwa. Na ninaona vitu zinataka kufanyika mchanganyiko hapa Kenya. Wengine wanasema ati sijui Rigathi Gachagua afai kukanyaga hiyo mazishi. Sijui William Ruto anataka kutishia Rigathi Gachagua. William Ruto, please respect the people from the mountain. Hao ndio wenye walifanya huko kwa hii kiti. Bila wao haungeingia kwa hii kiti. Saa hii sasa unataka kuanza kutisha Rigathi Gachagua, eti Rigathi Gachagua akikuja kwa hiyo mazishi asiongee. Rigathi Gachagua asiongee aje, na hiyo ndio the kingpin of Mount Kenya. Yeye mwenyewe ndiye anafaa kukaribishe. Before rais uongee, mwenye anafaa kutangulia kuongea ni kingpin ya Mount Kenya, Rigathi Gachagua. Huyo ndio kingpin wa Mount Kenya. Huyo ndio mwenye anafaa kukaribishe. Hata yule mtu afai kukanyaga hiyo mazishi. Afai. Anaenda Nyandarua kufanya nini? Amesahau watu wa Nyandarua. Hakuna maendeleo anapeleka Nyandarua. Hakuna. Sisi Gachagua kwa impeach. Yule mtu hajaenda Nyandarua. Sasa ndio anataka kujifanya Yesu Kristo. Aende kwa mazishi ya mtu amekufa. Mtu amekufa sisi hatuna haja naye. Ashaenda. Mtu amekufa ameenda. Huyu ashaenda. Sasa usikuje kukuja kudanganya watu wa mountain kwa mazishi ya mtu ameenda. Please, William Ruto bwana. Heshimu watu. Heshimu Rigathi Gachagua jinsi unavyoheshimu mama yako. Heshimu Rigathi Gachagua. Huyo ndiye alifanya umekalia hiyo kiti na matako mbili. Na hiyo kiti umekalia, anza kukalia na matako moja juu tunaenda kukutoa hapo 2027. So Rigathi Gachagua, wewe kesho enda mazishi. Na ukishafika hapo, mobilize vijana. Ukisha mobilize vijana, ambia vijana William Ruto asiongee kwa hii mazishi. Asiongee. Hata mimi uniite. William Ruto asiongee kwa hiyo mazishi ya former Olkalau MP. Asiongee. William Ruto anajifanya sana Yesu Kristo wakati wa matanga.
kwa kanisa na matanga. Wao wanajifanya Yesu Kristo na kudanganya Wakenya ati nimetenga. Ndio kisha sasa nataka kuanza kudanganya watu wa Nyandarua. Hii barabara kutoka hapa mpaka pale nimetenga. Hii hospitali tunajenga. Hii nini tunafanya? Kisha nataka kwenda kudanganya watu wa Nyandarua. Nyinyi watu wa Nyandarua, huyu mtu ni muongo. Hata mbinguni hawezi ingia. Shetani kwa mlango imemngojea. Hawezi ingia mbinguni William Ruto. Juu amekuwa muongo. Hata wewe baba. Ukiwa muongo unaambia mtoto wako, kesho nitakuletea sweet. Tena kesho ipite. Hivyo utamletea sweet. Siku 3 mfululizo ukiambia mtoto amletea sweet, mwisho mtoto atakwambia aje, daddy wewe ni muongo. So William Ruto, Wakenya washamjua. More so watu kutoka Mount Kenya washamjua. Huyu mtu ni muongo. Nafai kukanyaga mazishi ya mtu yoyote hapo Mount Kenya. Afai. Mwenye nafaa kwenda kwa mazishi yake ni mtu kama Kimani Chungwa akikufa. Juu wao ni wasaliti wa Mount Kenya. Hao watu wamesaliti watu wa Mount Kenya. Mtu kama Gathoni wamechomba, wamesaliti watu wa Mount Kenya. Former Olukalawe MP mwenye huyu saa mimi tunaenda kuzika. Hakuwahi saliti Gachagua, hakuwahi tusi Gachagua. Alikuwa na Gachagua side moja pamoja na Uhuru Kenyatta. Lakini sasa unapata amekufa, yule mtu anajifanya malaika, anataka kwenda kwa mazishi yake, kwenda kudanganya Wakikuyu. Wakikuyu msikubali watu waongo kwa kuja katika maeneo yenu. Na kuna kitu tena hapa Kithure Kindiki. Anatishia Rigathi Gachagua. Anasema ati alinyorosha Rigathi Gachagua. Alishinda Rigathi. Wewe mtu ako na sauti kama ya nyoka wewe. Uko na sauti kama ya nyoka na bado unakujanga hapa kusumbua Rigathi Gachagua. Wewe ulikuwa nominated. Rigathi Gachagua was selected on ballot paper. Hakuna Mkikuyu kamili, the son of Maumau kama Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua alitairiwa nje mchana na kisu. Wewe Kithure Kindiki hakutairiwa. Hakuna mtu alikutairi. Rigathi Gachagua alitairiwa mchana live watu wakiona. Sasa unaanza kudharau Rigathi Gachagua. Watu wa Mount Kenya East, please mheshimu watu wa Central. Mheshimu wale wa Kikuyu, wa Embu, wa Tharaka Nithi na wa Meru. Mheshimu wa ndugu zenyu. Bila wale hata Kithure Kindiki angekuwa deputy. Angekuwa na hii plani yote tulikuwa tunajua. Juu Rigathi Gachagua is a truthful man. Rigathi Gachagua is a truthful man. Rigathi Gachagua hakupigwa na Farouk Kibet. Kithure Kindiki anapigwa na Farouk Kibet kila siku. Anapigwa na Farouk Kibet. Rigathi Gachagua hakuna siku Rigathi Gachagua aliwacha kutetea mambo ya kahawa Mount Kenya. Tangu Kithure Kindiki aingie kwa ofisi hajawahi tetea mambo ya kahawa. Wakulima wa kahawa wapandishwe pesa yao ipandwe. Iende juu, hajawahi ongelea vitu kama hizo. Rigathi Gachagua alikuwa anaongelea mambo ya coffee. Rigathi Gachagua alikuwa anaongelea mambo ya tea. Alikuwa anaongelea mambo ya jamii ya Wakikuyu kwa ujumla. Kumaanisha Rigathi Gachagua alikuwa anapenda Wakikuyu, jamii yake ifaidike. Si mambo ya ukabila. Hata we mwenyewe kama Mjaluo kuchaguliwa saa hii utatetea Wajaluo. Ndio kitu John Mbadi pia anafanya. Atetee jamii yako. Juu siasa ya Kenya ukabila haitaisha. Hakuna ukabila haiziisha Kenya. So kila kiongozi akiingia pale, hata William Ruto anatetea jamii yake ya Wakale. That's why ameandika watu pale. JKIA alifanya overall akaandika 90% Kalenjins. Sasa kama ni ukabila, nani mkabila? Si William Ruto. So Kithure Kindiki please, heshimu Rigathi Gachagua. Huyo ndio kiongozi mwenye sisi tunatambuanga peke yake. Asante sana.